Nakushukuru Baba yetu wa mbinguni kwa neema ambayo umetupatia na ili tuweze kujifunza kutoka kwako. Ninakushukuru vile vile kwa ajili ya kila mmoja ambaye anatoa muda wake ili kufuatilia mafundisho yanayopita kwenye channel Uzima Katika Neno. Naomba umbariki sana. Na ujumbe ambao tunakwenda kutafakari leo ni Yesu mtuliza bahari. Na ujumbe huu Yesu mtuliza bahari tunautoa katika Mathayo sura ya 8 mstari wa 23 mpaka mstari wa 27. Nitasoma. Akapanda chomboni, wanafunzi wake wakamfuata. Kawa msukosuko mkuu baharini, hata chombo kikafunikizwa na mawimbi, naye alikuwa amelala usingizi. Wanafunzi wake wakamwendea, wakamwamsha wakisema, Bwana, tuokoe, tunaangamia. Akamwambia, mbona mmekuwa waoga, enyi wa imani haba? Mara akaondoka, akazikemea pepo na bahari, ukawa shwari kuu. Wale watu wakamaka wakisema, huyu ni mtu wa namna gani hata pepo na bahari za mtii? Naomba tumwombe Bwana. Bwana, asante kwa ajili ya neno lako na upendo wako ajabu ambao unatufanya wakati wote tuweze kupata neema hii ya kujifunza kutoka kwako. Naomba Roho wako Mtakatifu apate kuwa pamoja nasi, azibue masikio yetu, afumbue macho ya mioyo yetu, ili tuweze kufahamu, ili tuweze kuelewa. Lakini si kuelewa tu, tunaomba vile vile neema ya kutufanya tuyatendee kazi katika jina la Yesu. Katika maandiko ambayo tumetoka kusoma yanatuonyesha safari ya wanafunzi wa Yesu na Yesu wakielekea ng'ambo ya bahari. Baada ya kupanda chombo na kufika katika bahari, bahari iliweza kuwa na msukosuko mkubwa. Pepo zilivuma nyingi na mawimbi yakafunikiza chombo. Hata wanafunzi wakajikuta katika hali ya hatari ya kufa. Maandiko yanatueleza kwamba Yesu Kristo alikuwa amelala usingizi. Sasa ilibidi waende kumwamsha ili waombe msaada aweze kuwaokoa. Wakaenda wakamwamsha, hatimaye akaja akakemea pepo na bahari, ukawa na shwari kuu. Tunayo mengi ya kujifunza sisi ambao tuko katika dunia hii. Dunia hii inafananishwa na bahari, na kila mmoja wetu yuko baharini, yuko safarini. Sasa katika bahari hii ambayo ni dunia tunayoizungumza, pepo hazitakosa, mawimbi hayatakosa, bahari hii haitakosa kuchafuka. Huenda ni katika kazi zetu, huenda ni katika ndoa zetu, huenda ni katika biashara, huenda ni katika miradi yetu mbalimbali. Wakati wote tutajikuta katika hali ambazo ni hali za kutisha, ni hali za kuona mawimbi yanatufunika, ni hali za kuona pepo isizo za kawaida zinavuma mbele yetu, na kuona tunapoteza kazi zetu,
kuona biashara zetu zinakongoroka, na kuona karibia ndoa zetu zinavunjika, na kuona mambo tofauti na yale ambayo tuliyatarajia. Ndivyo ilivyo katika bahari. Mawimbi hayakosi, machafuko hayakosi. Lakini tunapojifunza somo hili, naomba kila mmoja aweze kuelewa kwamba hakuna haja ya kuogopa, hakuna haja ya kubabaika. Pepo zivume, mawimbi, bahari zichafuke, hakuna haja ya kuogopa, kwa sababu Yesu Kristo mtuliza bahari yupo hata leo, katika jina la Yesu. Kuna jambo la msingi ambalo nataka nizungumze mahali hapa ili liweze kuinua imani yako zaidi. Yesu Kristo wakati amekuja hapa duniani kuokoa wanadamu, kama ni mwanafunzi wa Biblia, utakumbuka ya kwamba alikuwa 100% mwanadamu, akawa na 100% Mungu. 100% mwanadamu, tunamwona ana njaa kama wanadamu wengine, tunamwona anachoka. Sasa hapa tunamwona amelala usingizi. Vile vile alikuwa 100% Mungu. Angeliweza kuelewa ambayo wanadamu wanawaza ndani ya mioyo yao. Maandiko yanatueleza mambo mengine ambayo aliweza kujua, ambayo mwanadamu wa kawaida asingeliweza kujua. Sasa nalotaka kuzungumza hapa ni lipi? Ni kwamba baada ya kuwa Yesu Kristo amemaliza shughuli ya wokovu kwa wanadamu, ya kulipa kwa ajili ya wokovu wa wanadamu, baada ya kufa na kufufuka na kupewa utukufu wake, alieleza wanafunzi wake ya kwamba amepewa mamlaka zote mbinguni na duniani. Na katika Wakolosai maandiko yanaeleza ya kwamba yeye ndiye muumbaji wa vitu vyote na aliviumba kwa ajili yake. Sasa leo Yesu wetu halali usingizi tena, hawezi kuwa na njaa tena, hawezi kuchoka tena. Kwa hiyo katika misukosuko ya bahari zetu, lazima tujue kwamba Yesu ambaye mtuliza bahari tunakwenda kumuita halali usingizi. Katika safari zetu tukikutana na misukosuko, tujue kwamba Yesu tuliye naye, lazima tuwe na imani na yeye kwamba Yesu wetu yuko pamoja nasi na ana uwezo wa kukemea pepo, kwa sababu yeye ndiye muumbaji wa kila kitu. Ana mamlaka zote mbinguni na duniani, hakuna kinachoweza kusimama mbele yake. Sasa tuwe na imani hiyo katika kila misukosuko ambayo tunakutana nayo. Pepo zozote, kuvuma kwake kusitutishie. Mawimbi yawe marefu kiasi gani, yasitutishie. Tumuite Yesu mtuliza bahari, atatuliza bahari na mwendo utaendelea katika jina la Yesu. Tukiona karibia kazi zetu tunazipoteza, tukiona karibia ndoa zetu zinavunjika, tukiona karibia mambo yetu mengine tunaona kabisa ni kama vile yanakufa, tujue kwamba pepo sasa zimeanza kuvuma.
tujue kwamba bahari imechafuka. Tumwite Yesu mtuliza bahari. Yuko tayari kutuliza bahari na kukawa shwari kuu. Kazi zetu zikaendelea katika jina la Yesu. Ndoa zetu zikaendelea katika jina la Yesu. Biashara zetu zikaendelea katika jina la Yesu. Kaka yangu, dada yangu ambao unanisikiliza leo, sielewi safari yako ikoje. Sielewi mawimbi ulionayo. Sielewi pepo ambazo zinavuma mbele yako. Sielewi hali ulionayo. Lakini jambo moja la msingi la kufahamu ni kwamba Yesu mtuliza bahari yuko tayari kutuliza bahari yako. Yuko tayari kukemea pepo pepo zilizoko mbele yako. Yuko tayari. Uwezo anao na nia anayo. Ni kiasi chako cha kumwambia. Mwambie Yesu mtuliza bahari, tuliza bahari hii. Tuliza ndoa hii. Tuliza, naye atatuliza. Maisha yatakuwa shwari, utaendelea na utamwinua katika jina la Yesu. Woga na utoke mbele yako, bali imani uongoze maisha yako katika jina la Yesu. Nataka nikuombee wewe ambaye unaweza ukawa katika bahari ambayo imechafuka. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mtuliza bahari ambaye ndiye Yesu Kristo yuko mahali hapa na yuko tayari kukemea pepo. Yuko tayari kutuliza bahari na bahari ambazo zilikuwa zimechafuka kwa ajili ya watoto wake. Kwa jina la Yesu Kristo, na zitulie sasa katika jina la Yesu. Biashara zao zisonge mbele, biashara zao zizidi kushamiri, na ndoa zao zizidi kuimarika, kazi zao zizidi kuwepo, na wazidi kuenjoy na kufurahia mafanikio yanayotokana na kazi zao. Wengine walikuwa na ndoto, walikuwa na maono ya maendeleo, walikuwa na miradi mbalimbali. Sasa bahari zilikuwa zimechafuka. Bahari hizo kwa jina la Yesu Kristo na zitulie na zimutii mwenye kutuliza bahari katika jina la Yesu. Baba, nakushukuru kwa wema wako, nakushukuru kwa neno lako. Neno lako tunalisikia, neno lako tunapoliamini linatuweka huru. Na asante kwa sababu kwa watu ambao wamefuatilia neno hili, ninajua wamewekwa huru. Sasa wewe ni mwaminifu, kuja unalolisema unalitimiza. Usemi uongo katika jina la Yesu. Asante kaka, asante dada kufuatilia, na ni wakati ujao. Lakini somo hili uliweke katika maisha yako ya kila siku, kwa sababu kila siku ni safari katika jina la Yesu.